Karibu tena kwenye hadithi za usiku. Leo tunakuletea simulizi tulivu ya kusisimua lakini yenye utulivu. Hadithi ya mapenzi, ndoto na siri zilizofichwa kwenye giza la nyumba ya zamani. Leo usiku tunakusimulia siri ya mwisho ya Nasra. Lala, pumzika na ruhusu akili yako izame katika ulimwengu wa ndoto. Nasra ni msichana mwenye miaka 27. Alikuwa mwandishi asiyejulikana sana. Siku moja alipokea barua ya ajabu kutoka kwa wakili wa familia ya Bileila, mwanamke tajiri aliyekuwa kwenye kitanda cha uzee akiishi katika nyumba ya kifahari karibu na ziwa Tambazi. Nasra alialikwa kuandika kumbukumbu ya maisha ya Leila. Kwa mshangao, hakukumbuka kuomba kazi hiyo. Alipofika nyumba hiyo, ilikuwa tulivu, kimya, lakini kila kona ilionekana kuwa inamwangalia. Picha za zamani zilimvutia, hasa picha moja ya mtoto wa kike mwenye uso kama wake. Kila usiku, mlango wa ghorofa ya juu ulikuwa ukifunguka wenyewe. Sauti za miguu na kunong'ona zikawa kawaida. Nasra alianza kazi. Lakini anapoandika ukurasa mpya kuhusu Leila, ndoto zake huingia kwenye hadithi. Anaota mtoto anayetembea kando ya ziwa, mwanaume asiye na uso na kioo kinachomuonyesha kiwa mzee. Anakuta daftari la kale lililoandikwa kwa mwandiko wake. Sitaki kuandika haya, lakini sina budi. Nasra aligundua kuwa Leila alikuwa na binti aliyeitwa Nasra, aliyepotea kwenye ajali miaka 30 iliyopita. Lakini Leila husema, wewe ni Nasra wangu, ulirudi. Anamwonyesha picha za zamani, na kweli mtoto aliye kwenye picha ana alama ile ile mkononi kama Nasra. Leila kamwambia kuna mlango ambao Nasra anaruhusu kufungua sasa. Mlango wa chini ya nyumba unampeleka kwenye chumba kilichojaa kanda, maandishi na picha. Nasra akaangalia vizuri hizo picha za zamani. Na kweli ni picha za Nasra katika miaka tofauti tofauti. Kanda moja na sauti ya Leila ikisema, tulirudia maisha haya mara 3. Ikiwa taandika tena, mzunguko utaanza upya. Nasra anaandika ukurasa wa mwisho. Kila kitu kinatetemeka. Anapopandisha macho, anaona Leila akiwa kijana akisema, sasa mimi nitachukua nafasi yangu. Utalala tena kwenye miaka mingine 30 mpaka wakati wa kurudi kwa kufiki. Nasra anapoteza fahamu. Anapoamka yuko kwenye nyumba yake ya mjini. Hakuna nyumba ya Leila, hakuna kumbukumbu yoyote, lakini kwenye dawati lake kuna daftari jipya na jina la jalada ni siri ya mwisho ya Nasra. Anapolifungua, ukurasa wa kwanza unasema, ukishaandika hutaweza kuisahau. Na tangu siku hiyo, kila usiku ndoto zile urudi, kwa sababu kuna hadithi ambazo hazifi. Lala salama msikilizaji wangu, usiku mwema. Na kumbuka, usiweke imani kwa kile unachokiona.